Okay, asa leo tunataka tuangalie kitu kimoja hivi. Kuna takwimu ambazo zimeshatoka za NBS. NBS ni National Bureau of Statistics. Ni taasisi inahusika na mambo ya takwimu, taasisi ya serikali. Au ndo wanasemaga mfumuko wa bei umekuwaje, umepanda, umeshuka au vipi? Na hiyo wameitoa leo jioni hii. Sasa wameandika maelezo kwamba hii National Consumer Price Index ambao ni mfumuko wa bei inaitwa CPI, Consumer Price Index, wanapima over time ni nini? Ni gharama za fixed basket of goods, yani kuna bidhaa wameshazitengeneza wao, wanazifuatilia gharama zake, wanazitengeneza kwenye point. Kwa hiyo wanaangalia yule mtu wa kawaida kwa siku au kwa mwezi anaweza katumia bidhaa hizi, wamehakikisha kwamba anatumia bidhaa hizi. Sasa hizi gharama za hivi vitu wanavipandia, wanaangalia bei zake zinapanda na kushuka. Kwa hiyo wamechukua bidhaa na huduma 383 ambazo 132 ni msosi na vinywaji ambavyo sio vilevi, alafu 251 ni vitu ambavyo sio vyakula. Kwa ni vyakula, kitu ambacho sio chakula. Kwa wameangalia hizi, wakaangalia na jiografia na nini, kwa wakaangalia mikoa yote, wakaja na hizi hesabu. Kwa ukisoma huko kuna maelezo kibao, lakini nachotaka tuangalie ni hizi hesabu. Hao ndo mambo yenyewe, haya maeneo muone na vyakula, sijui nguo na nini. Alafu mimi cha msingi nachotaka nionyeshe ni kwamba 4.0 inaonyesha, amesema hivi, Table 1 shows that the annual headline inflation rate for June imedecrease to 4.0 kutoka kwenye 4.2 ya mwezi uliopita. Kwa hiyo mwezi huu mfumuko wa bei umekuwa 4.0, ambayo ni maanisha kwamba umeshuka kulinganisha na wa mwezi uliopita, ambapo tukiingia kwenye hii chart hapa, sawa, tukiingia kwenye hii chart hapa, tulikuwa tunafanya tupitie video iliyopita mambo mfumuko wa bei, tukasema kwamba upande wa kijani ndio target ya serikali ya mfumuko wa bei. Ikipanda juu ya hapo au ikiwa inapanda inawashtua, wanaanza kukaza uchumi, wanazuia hela zisizunguke, hela zinaanza kuwa ngumu ili force vitu vishuke bei. Kwamba ukiona hela ngumu, watu wataanza kubageni, wataanza kulia kwa wafanyabiashara watashusha bei, bei zitaendelea kuwa ndogo. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni 4.2 mwezi uliopita, sasa hivi imeshuka 4.0. Je, imeshuka kwamba ndo mambo yamekuwa mazuri tayari tusherekee, au kwamba hisa ziendelee kupanda? Maana nilikuwa nasema hizi mfumuko wa bei ukiendelea kupanda, hisa zinashuka, zinakuwa hazifanyi chochote, na mfumuko wa bei ukiwa unashuka, hisa zinaendelea kuperform. Sasa je, ni hichi kitu kini kweli? Na tuishaangalia video zilizopita, lakini nataka niangalie kwa mfano wakati imeshapanda mpaka hapa nje, ndo kushuka, ndo safari ya kushuka imeshaanza, ili kwamba tunashuka kama hapa, kwa sababu ukishatabiri kwamba itaendelea kushuka, then ni muda mzuri sana wa kununua hizo hisa, na kama zinaendelea kupanda ni sio muda mzuri sana kununua hizo hisa. Tukiangalia hata hapa mwaka 2023 mpaka mwaka 2024 iliporomoka ikaenda kwa chini mfumuko wa bei. Ukiangalia hisa mwaka 2023 umeanzia hapa, ukaendelea 2024 ikapanda mpaka huko juu. Kwa hiyo hii ni hisa ya DSC, ni hisa moja. Unaweza kuangalia hata hisa nyingine, unaweza ukapata hesabu nyingine pia tukailinganisha. Sawa, na yenyewe 23 ilianza hapa ikapanda ikatulia, 24 ikaendelea kupanda mpaka huku. Kwa hiyo ilitoka shilingi ngapi? Ilitoka shilingi 400, shilingi 300 mpaka ikafika mpaka shilingi 500. Kwa hiyo ni muda ambao soko linakuwa vizuri, umeona? Kwa hiyo sasa hizi mfumuko wa bei tunaofuatilia, lakini sio kigezo kwamba ndo cha hisa zitakuwa zinashuka. Lakini mfumuko wa bei ukiwa unapanda kwa nguvu, lazima utatishia serikali itaanza kufanya kukaza, kubana matumizi na kuongeza riba kama ilivyofanya mwezi wa 6 na video zilizopita. Sasa hii imeshuka, mimi ninasema
huu mfumuko wa bei bado utaendelea kupanda. Yaani kwamba sasa hivi imefika 4.2, inaonekana kama itaendelea kushuka hivi, lakini kutokana na hesabu ambazo nitawaonyesha, ninahisi hisa bado hizi mfumuko wa bei bado utaendelea kupanda. Yaani utaendelea kupanda vipi? Mimi ninavyohisi utaendelea kufanya hivi. Mwezi wa 7 itakuwa hivi, wa 8, wa 9, yani inaweza kafika mpaka 5 au 4.8, ni range hizi hapa ninavyoona mimi. Sasa lazima niwaelezee kidogo kwa nini ninavyoona hivyo. Ninavyoona hivyo kwa sababu inabidi tujifunze kwanza mfumuko wa bei unahesabiwa vipi. Ushanielewa eh? Tujifunze kwanza mfumuko wa bei unafanyika vipi. Hii ndio prediction yangu. Lakini mfumuko wa bei unahesabika vipi? Mfumuko wa bei wanavyohesabu ni kwamba, kuangalia hii document hapa, wanaangalia point. Maana niwaambia bidhaa zinahesabiwa kwenye wanachukua hizi bidhaa wanazihesabu kwenye point. Sasa hii point hii inalinganishwa na point ya mwaka jana mwezi huo huo. Kwa point ya mwezi wa 6 mwezi wa 6 mwaka huu ambao ni mwezi wa 6 2026 italinganishwa na mwezi wa 6 2025. Alafu ataangalia hii 120 imekuwa hapa imeongezeka kwa asilimia ngapi. Kwa mfano tuweke calculator hapa. Sawa. Kulikuwa kuna 125, sio hivyo? 125.0 ndio hesabu za sasa hivi. Toa 120.18 ambao ndio hii ya mwaka jana mwezi huu. Tunapata ni shilingi ngapi? Ni asilimia ngapi? Ni asilimia 4. Ni 0.4, sio asilimia 4, ni 0.486. Kwa hiyo hesabu za mwaka jana mwezi wa 6 zimeongezeka kwa 0.486. Kwa zimeongezeka kwa asilimia ngapi? Kwa hiyo unachukua hii 4.86 unagawanya kwa 120.18. Kwa 4.86 unagawanya kwa 120.18, alafu unaizidisha kwa 100, ndio unapata 4.04. Kwa hiyo utaona kwamba asilimia ndio hii hapa 4.04. Kwa hiyo sasa hii point umelinganishwa na hii, ndio tukapata ongezeko la asilimia 4. Wanalinganisha na miezi 12 iliyopita, sio na mwezi uliopita. Kwa hiyo sasa ukiangalia hizi hesabu, mimi najua watu wengi mmekimbia hesabu, mnataka kusoma hesabu, mmekimbia hesabu lakini mmekutana nayo mtaani. Sawa eh? Uzuri wa hesabu za kiutu uzima ni za kujumlisha na kutoa na kugawanya na kuzidisha. Lakini kama mnapenda hela za kudownload, lazima ujue hesabu. Lazima usome na lazima ujue hesabu. Hauwezi kupata hela za kudownload kama mnahitaji hela za kudownload. Hauwezi kupata hela za kudownload kama ufanye hesabu. Na hela za biashara za kuwekeza lazima hesabu itangulie. Sasa ukiangalia mwezi wa 7 mwaka jana ni 119.85. Mwaka jana mwezi wa 8 119.77. Mwaka jana mwezi wa 8 ni 119.86. Kwa hiyo mpaka mwezi wa 10 119.63. Sasa mwezi wa 6 mwaka jana ilikuwa 120. Lakini kuanzia mwezi wa 7 mpaka wa 10 ilikuwa ni 119. Kwa hiyo ni kwamba hivi kuna pointi hapa. Tukija kuangalia hesabu, yani ikitokea hesabu ya pointi ya mwezi wa 10 wa mwezi wa 7 mwaka huu, mwezi huu pointi ikiwa zaidi ya 125, gepu la 125 nukta kitu kulinganisha na 119 itakuwa ni kubwa sana. Yani kwa mashani, yani kwamba tofauti ya hapa na hapa ni 4.8. Asa tofauti ya hapa na hii 119, kumbuka kuna pointi nzima hapa 0.2. Ni pointi kubwa sana, inaongeza mfumuko wa bei. Kwa hiyo kutokana na hii trend inavyoendelea kupanda hapa imefika 125. Tukipima tu kwa kuchukua hizi hesabu za 125.04 tukatumia hesabu za mwezi wa 6 tukalinganisha na hizi ili kujaribu kutabiri mfumuko wa bei mwezi ujao utakuwaje. Tunachukua hii kutoa hii, tunaona tu imetoka kwa asilimia ngapi. Tunafanya tu makadirio, je, hesabu za mwezi wa 7 itakuwa ngapi? Kwa sababu hii trend inaendelea kupanda, huaga haishuki kirahisi. Sawa? Kwa tukiangalia tu hapa, yani tukiangalia tu kwa kufikiria 125.04 tunashumu hizo ndio pointi za mwezi wa 7 sasa ndio umetoka.
tunatoa na hii 119.85 ambao 119.85 ambao ndio mwezi wa 7 wa mwaka jana, tunaona ni 5.19. 5.19, je, ni asilimia ngapi ya ongezeko ya 119.85? Kipimo utakuta ni asilimia 4.3. 4.3. Yaani mfumuko wa bei usipopanda wala kushuka kwa mwezi unaofuata, tutapata mfumuko wa bei wa 4.3. Kitu ambacho mimi nahisi itaendelea kupanda. Kwanza ukashangaa unapata hata 4.4. Yaani makadirio, ndio maana nasema hivi, tuweze tukashangaa tumefika huku tena. Yaani tumefika hapa 4.3. Tukafika hapa, tukaendelea safari mpaka tukafika 4.8, na tusipoangalia tunaweza tukafika 5. 5 italinganisha na nini? Na mwaka 2022 Novemba. Sawa. Kwa hiyo japo tunaweza tukafurahia hapa kwamba hapa kimeshuka kidogo, nikishuka kutokana na hesabu za mwaka jana za mfumuko wa bei wa mwaka jana ni kwamba zilikuwa juu, ndio maana imeshuka. Lakini kwa sababu mfumuko wa bei wa mwezi unaofuata ni chini na huu utakuwa ni juu, tofauti yake itakuwa ni kubwa sana kiasi kwamba mfumuko wa bei unaweza kurudi tena juu. Na hichi kitu ndio nahisi BOT likiona wakasema hebu ngoja tuanze kukaza uchumi. Na ukipitia video zangu za nyuma utaanza kuona. Na hizi video nimesema, ukipitia video nyuma nimeonyesha uhusiano kwamba hii mfumuko wa bei ukiwa unapanda, hisa na zenyewe zinaanza kudorora. Ndio maana hapo ukiangalia mwezi huu wa pili, wa tatu huanza kupanda hii mfumuko wa bei. Ndio kipindi hicho hizi hisa zikaanza kudorora, mwezi wa tatu huu zikaanza kudorora, zifanye chochote. Umeona? Ukiangalia hata kwa mfano target ya serikali ndio hii. Mfumuko wa bei hapo ulikuwa unashuka. Ulikuwa umefika juu mno. Sawa, ukaanza kushuka hapa. Sawa? Ukaanza kushuka hapa. Lakini baadaye ufika hapo ukaanza kupanda. Ukatoka 4 ambayo ilikuwa imekaribia target mpaka 6.7. Na ikaendelea kukaa juu. Kwa huu mwezi wa kwanza Januari 2015 mpaka Disemba 2015 ulikuwa unapanda mwaka mzima. Ambao ukiangalia hata hisa ya CRDB kipindi hichi 2015 ilianzia hapa, ikaendelea kuporomoka mpaka ikafika hapa. Ndio mwanzo wa maafa wa hisa ya CRDB kuanza kuporomoka. Baada ya msimu wote kupanda miaka mitatu, ilipofika hapa ikakutana na mfumuko wa bei ikaanza kufanyaje? Ikaanza kuporomoka. Na kwa nini ilikuwa inapanda? Ukiona panda kwa sababu mfumuko wa bei ulikuwa unashuka, sio hivyo? 2013 mfumo wa bei ulikuwa unafanyaje? Ndio umeanza kushuka. Sasa spidi ya kushuka au kupanda pia ina determine. Yaani kwamba trend ikianza kupanda ujue ni maafa. Trend ikiwa inashuka ujue mambo yanakuwa ni mazuri. Kwa hiyo ukiangalia kipindi hichi ambacho tumeingia ndani ya kibox cha kijani, yani muda huu ambao tumeingia ni box, yani kuanzia hapa Januari 23 tukaendelea kukaa mpaka Novemba 24. Tuko chini yake kwamba tumeanza kushuka tukakaa chini kwa muda mrefu. Hata hisa zenyewe zinapata muda wa kupumua. Ukiangalia hapa Januari 23 imeanzia hapa ikaendelea kupanda mpaka Novemba 24. Imeendelea mpaka hapa. Kwa hiyo utasi ya CRDB hisa imetoka shilingi 100 ngapi huko? Umeona? Shilingi 300 mpaka shilingi 500. Tuendelee kuobserve. Atusimaanishi kwamba hichi ndio ushahidi. Lakini inamaanisha kwamba inaweza kaendelea kupanda. Usirizike na hichi kitu. Ukasema ngoja nikanunue hisa. Kwa sababu mambo yameshatulia. BOT kwanza amekaza wiki iliyopita. Kwa sasa mimi ninachosuggest ni kwamba let's wait, tusubiri tuone hii miezi inaendeleaje. Na kama itaendelea kupanda mfumuko wa bei, BOT itaendelea kushusha kukaza uchumi, hisa zinaweza zikaanza kufanyaje? Zikaendelea kupoa. Yani uwezekano ni mkubwa hisa zikaendelea kufanyaje? Zikaendelea kupoa, hizi zisifanye chochote. The same way zilivyokuwa zinafanya masekeseke huku. Yani hichi kinachotokea hapa, hichi kuanzia 2014 mpaka 16, 17, yani 2014 kwenda mbele kidogo. Hichi kilichoanza hapa usikute ndio hichi kinachoanza hapa, lakini inategemea na hizi hesabu. Kwa sasa jasema kwamba usinunue, nachosema ni kwamba let's be careful. Mfumuko wa bei utaendelea kupandaje?
Mimi nategemea mwezi wa 7 utakuwa mkubwa kutokana na hizi pointi nilizoonyesha hapa. Na kitu kingine nimesema kwamba wakati hisa mfumuko wa bei unapanda, angalia hisa ambazo unataka kununua kama inafanya kitu. Sana sana kama inashuka. Kama inashuka basi itakupa fursa kufanyaje ya kununua. Maswali, comment, tutakutana kwa video ijayo. Nashukuru sana kuendelea kufollow, subscribe, share kwa watu wajifunze na wewe. Kama kuna maoni unataka unichangie ideas, karibuni sana. Tuonane siku ijayo.